Kasongo watatoa kura. Nataka mseme wasikie Kakamega mnasemaje? Ati nini? Ruto! Mimi nataka nitoe shukrani kwenu ninyi watu wa Kakamega. Mbona janja? Umaskini, ukabila, mapendeleo, oparanya, Ford Kenya, Wetangula, UDA, Ruto, ODM, Oburu, Blali Fakin. Lakini wakati huu tumepata mwanaume, tumepata ndume, na tumesema lazima twende kwa debe, si ndio? Sisi tumekuwa tunasapoti wenzetu wa Kenya kwa miaka mingi, lakini hawajawahi kutusapoti sisi, si ndio? Marehemu Wamalwa kijana alitembea na Jaramogi. Baada ya Jaramogi kuaga dunia, Raila Odinga akakataa kupata Wamalwa, akaunda chama chake, si ndio? Juzi wakati Raila ameaga dunia, hawa jamaa wakataa kupatia Oparanya kiti, wakafukuza Ozosi, wakafukuza Sifuna, wakapatia Oburu, si ndio? Hawa marafiki wetu hawa, Mheshimiwa Randwane walikuwa kwa UDA, wamefukuzwa hawajafukuzwa. Mheshimiwa Malala yuko hapa, alikuwa kwa UDA, amefukuzwa hajafukuzwa. Jamii kubwa katika taifa la Kenya ambaye ni Muluya, itakuwaje sisi tunaenda kwa nyumba za watu tukifukuzwa kila wakati? Wakati huu tumesema tunaenda na nyumba yetu, si ndio? Na tumesema kura yetu tunaweka pamoja, ama namna gani? Mambo ya Kabarasi, mambo ya Wamarama, mambo ya watoto, mambo ya Kabarasi, mambo ya Wanyore, mambo ya Waidaho, mambo ya Wanyala, mambo ya Bukusu, sisi wote ni Waluya. Hatutakubali mtu kuleta migawanyiko katikati. Kura ya Muluya wakati hii inaenda kwa kikapu kimoja, na Kenya itajua haijui, ama namna gani? Wakati huu ni kwa debe mpaka mwisho, tuondoe fedhea hadi siku rais. Wakati huu ni nafasi ya Muluya kushika kitu. Asanteni sana kwa sababu tuna viongozi wengi. Naomba nikomee hapa sheria, mtu ambaye hatasema mambo ni matatu na ataheshimu uhuru wa wananchi. Umaskini endelea mzuri, si ndio? Kwa sababu mimi Sifuna kama wakili, hakuna siku nitatuma Subaru kuchukua kijana yako ati kwa sababu ameandika kitu kwa mtandao ya Facebook. Tunakubaliana kwa ngapi? Tunakubaliana nione Kakamega. Mwisho kabisa, Kakamega oye! Leo nataka muniambie ukweli. Kakamega kuna kura ya Kasongo, pale Equity kuna kura ya Kasongo, hapa kuna kura ya Kasongo, hapa kuna kura ya Kasongo, hapa kuna kura
kuwachanganya. Kuna rafiki zetu hapa, Mheshimiwa Gavana wetu wakaniambia, Sifuna, wachana na hii vitu ya SG, wachana na hii vitu ya store, wamechukua mahindi ya watoto, wameuza kila kitu. Nataka niwashukuru kwa sababu miaka hii yote ambayo nimekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM, wakati nimefika ile wakati ya kufanya ile kitu, mumenipatia bibi. Mumenipatia bibi kutoka hapa Matungu, wanamuita Bwibo Makulu. Wanatuambia kura wengine ati hapa Kakamega Tower ndio Kasongo watatoa kura. Nataka mseme wasikie Kakamega mnasemaje? Ati nini? Ruto! Mimi nataka nitoe shukrani kwenu. Ninyi watu wa Kakamega ndio mumenileta. Wanatuuliza ajenda yetu ni nini? Mheshimiwa Ruto, sikia leo kutoka hapa Shinyalu. Ajenda yetu ni kurudisha demokrasia katika taifa hili letu la Kenya. Tunataka Shinyalu oye! Tunataka mkue huru kuzungumza, si ati ukiandika kitu kwa Facebook kama Twitter unatumiwa masubaru. Tunataka wakijenga masoko tukue hai kutumia hizo soko, sio wanatuma polisi kutoka Nairobi kuchukua vijana kama kina Albert Ojwang kwenda kuwanyongea ndani ya sel. Hiyo mambo tumesema ikome kabisa. Tumesema tunataka kurudi kwa utawala wa kisheria, sio utawala wa mambo ni matatu ile William Ruto anatupeleka. Sasa mimi nataka niulize watu wa Shinyalu. Watu wa Shinyalu, nyinyi ni wazazi. Kama wewe ni mzazi, inua mkono juu. Inua mkono juu. Ruto anaenda nyumbani watu wetu. Sisi tumepiga hesabu. Kule Mlimani Rigiji ameshikilia. Kule Ukambani Kalonzo ameshikilia. Kule kwa Wakisii Matiang'i ameshikilia. Pande hii Rift Valley sisi tumeshikilia, si ndio? Western Sifuna ameshikilia. Ningependa mniambie formula ya Ruto iko wapi? Anaenda endi. Yule hizi mjinga ndiye anafuata ng'ombe wakati inazikwa, si ndio? Waluya tumeamua, tujaamua. Wakati huu ni nafasi yetu. Jamii namba 2 kwa idadi ya watu, lazima tupewe nafasi ya kuongoza taifa la Kenya. Jenzi muko. Kati ya Oburu na Sifuna ni nani Jenzi? Ni nani Jenzi? Mutapiga kura. Kuna wale ambao wanasema eti tutapiga kura alafu wataiba kura. Hawa jamaa waje niwapatie taarifa ya habari. Sisi wenyewe tuchunga kura, si ndio? Tunapiga kura na kuchunga kura. Ama namna gani? Na kura yetu inahesabiwa kwa polling station. Mambo ya Bomas hatutaki. Tunamalizania wapi? La mwisho. Kwa hivyo William Ruto, sisi tunakuambia hatukuchukii, lakini kazi imekushinda. Wewe ulituambia wewe uko na PhD, ati yeye ni daktari wa miti na matawi. Mimi kama seneta wa Nairobi nataka kuwapea ripoti. William Ruto aliingia msitu wa Karura, anakata miti kiholela ajenge vitu yake mahoteli huko ndani. Akaingia msitu wa Ngong Forest Reserve, anataka kuweka ati yaweke hoteli kule ndani. Ameingia Nairobi National Park, badala ya kuacha wanyama waishi pale, yeye anabomoa na kukata miti ati yaweke parking lot hapa. Saa hii nasikia amekuja Kakamega, amekujia msitu yetu hapa. Inawezekanaje wewe ukwe daktari wa matawi lakini wewe ndio mwenye kukata miti? Mimi Sifuna, mimi mnajua mimi ni wakili, si ndio? Mambo mingi itanishinda lakini sheria haiwezi kunishinda. William Ruto ametuonyesha madharau. Alikaa kwa meza moja na wazee wetu wawili, Mheshimiwa Wetangula, Mheshimiwa Mudavadi, wakaandikishana mkataba kwamba akikuwa rais atapatia Waluya kilomita 1000 ya barabara. Amewapatia. Akasema kwamba
30% ya serikali itakuwa watu wa Luhya. Mumeingia na 30%. Sasa sisi tumesema hiyo kitu ambayo inaitwa ODM. Tumesema tunashika barabara, tunaenda mbele. Lakini vile Mheshimiwa Sifuna alisema, tuna mzee wetu hapa ambaye tunamheshimu, ambaye ni kama baba yetu. Wakati sisi Waluhya tunatabika matabiko, tunarudisha tena kwa mdomo? Sisi tulitabika ODM, lakini mzee Oparanya, wewe unakuja unatuambia ati sasa ile chama ambayo ilidhulumu Sifuna, ilidhulumu Sosi, ati turudi huko. Mtarudi huko? Mheshimiwa Oparanya, mimi nakuheshimu, lakini wewe uko na akili mingi. Huwezi ukadanganywa na mkora mwingine ambaye aliiba pesa za agent, anaitwa Junet Mohamed, ati sasa yeye anakuja kudanganya Oparanya ati yeye atakuwa deputy president. Akifika Nairobi, huyo mkora anaitwa Junet anasema deputy president atakuwa Joho. Akifika kule Ikulu anasema deputy president atakuwa Oburu. Waluhya sisi hatutaki deputy president, sisi tunataka raha. Ya pili, Mheshimiwa Oparanya, sikia vizuri sana. Hiyo pesa na mahelikopta yenye Ruto anakupatia ndio uchanganya watu wa Kakamega. Hiyo ndio pesa Ruto alinipatia nikakataa. Wewe unafanya kazi yenye mimi nimekataa. We have to stand with our people first before tuungane na Wakenya wengine. Pia watu wetu matibabu. William Ruto alituambia ya kwamba kwa sababu yeye ni rais, analeta mfumo wa SHA, ati kama wewe ni mgonjwa unaingia pale kwa hospitali ya Shinyalu ama ya Kakamega, unapata matibabu bure na unatoka bila kuitishwa hata shilingi. Nyinyi mnapata matibabu bure, nyinyi mnapata matibabu bure. Sasa William Ruto anatuambia, ukimuuliza hii SHA inafanya ama haifanyi, anakuambia inafanya kwa sababu amesajili Wakenya wengi chini ya SHA. Tunamwambia William Ruto, SHA sio mahali ya kuandikisha watu. Tungetaka kujiandikisha tungeenda Huduma Center. SHA ilikuwa imalize mambo ya harambee ya kutoa watu wetu kwa hospitali. Kwa hivyo kama hajamaliza harambee hapa Shinyani, ujue SHA imeanguka.